Reka twongere tubasuhuze abakurikiranye Icyizere TV. Turabibona murabitwereka isaha ku isaha umunsi ku wundi. Tunabasuhuza aho muri hatandukanye ku migabane itandukanye. Nanone turi kumwe n'umutumirwa wacu. Ni umumama mu by'ukuri araza kutuganiriza byinshi bitandukanye ku buzima bwiwe cyangwa se ubuzima burahangaha muri Kenya. Reka tuanze tumuhe ikaze, tugaha ikaze. Vile mmesikia ni Patricia wa Kasiaka na mimi ni mama Koi. Mimi ni mzaliwa wa kutoka sehemu ambayo inaitwa Western. Mimi ni Mluya. Western kunakaa Waluya. Yes. Waluya ati wanapendaga ugali kama sisi. Ni ukweli kabisa. Wanakulanga ugali na nini? Na kuku. Akisitende kwa mama Koi. Karibu sana. Tuende lipa fare. Nilipe, si utanilipia kama mtu mwenye anaenda kwa yangu ulipe. Kila mtu ajilipie. Sina chakula utanilipisha. Chakula ni free. Bora tu tumefika. Ugali na kuku. Ugali na kuku. Kwa hivyo mnafugaga kuku kabisa kwa wingi sana. Hapo ni sawa. Okay. Sasa mama Koi, umezaliwa Western. Wewe ni mtoto wa huko. Ni mtu mgani? Mtu akisema yani mama Koi ni nani? Amesoma, amefanya nini, kazi gani? Okay, mama Koi kwanza ni mtu ameokoka. Mimi nampenda Mungu sana. Na mama Koi ni mtu amesoma pia. Nimetoka Western nikakuja university hapa Thika. Kwa university ambayo inaitwa Mount Kenya University. Nikamaliza huko, nikimaliza nikakuja nikakaa Mathare North kama miaka 2 ama 3. Kisha nikatoka Mathare North nikafanya harusi. Kufanya harusi nikakaa mahali panaitwa Muthaiga. Muthaiga Police Station. Yes. Yeah. Nilikuwa nimeolewa na askari, tulikuwa tunakaa naye hapo Muthaiga. Kisha nikatoka huko nikakuja kuishi Mwiki. Yes. Umesema ulifanya harusi. Kwani ulikuwa na miaka ngapi hapo mama Koi? Hata siwezi kumbuka. Lakini kuna vile wanatuambianga ati wa Kenya ati kuolewa ama kuoleka ni ati haikuangi rahisi kufanya harusi, yani kufunga harusi. Ati mnapendanga kuenda mnatumbiana, mnaishi pamoja bila harusi, vitu kama hizo. Hiyo ni ukweli. Wakenya wengi hawawana harusi. Ni ile tu kupatana, wanaamua kukaa pamoja bora wamependana. Si lazima waende kwa church kufanya harusi. Okay, kwani mkipatana tuseme kama ni kazi wapi, ni aje unaweza mtambua ama kumuelewa juu mufike mahali mnaweza amua kabisa ati huyu mtu anaweza kuwa mtu wangu? Sasa unajua watu wakianza kupendana inalingana na wao wenyewe venye wanaamua. Kama mimi kupendana kwangu na yeye, tulipendana ndio, lakini tukaenda kwa wazazi, akaenda kwetu na mimi nikaenda kwao. Mwishowe tukapanga harusi baada ya wazazi kutukubalia kukaa pamoja. Tukapanga harusi, nikaolewa na harusi. Lakini kuna wengine si lazima wafanye harusi. Mtu tu ni kupenda kwake. Wanaweza patana wakapendana wakaanza tu kuishi. Wanaishi tu kiurafiki, mwishowe wanashtukia wamepata watoto. Na inabaki hivyo. Alafu mkielewana hivyo alafu muishi na yeye, hapo anaweza toa mali kwenu kweli? Sijui, lakini wale mimi najua wameishi pamoja kama wajafanya harusi, si wengi wametolewa mahari. Wameishi tu hivyo mpaka sasa wamepata watoto lakini hawajatolewa mahari. Na sasa mkiishi hivyo mtu anaweza jisikia kama mtu mwenye amefika kwa ndoa yake ama kwa nyumba yake, ama mkikosana tu kidogo unaweza ondoka? Mkikosana unaondoka. Hakuna shida. Unajua inalingana mmekosania nini. Unajua mimi nikiishi na wewe na nione vitu zenye unafanya ama mambo yenye unafanya siwezi nikavumilia. Si mimi naamua kuishi peke yangu. Sasa mkiwa mmefunga ndoa sasa na ndoa harusi ya church. Kama hata ni harusi ya church, si mtu anaamua kuishi kivyake. Yes. Na mkifanya hivyo unaweza mkiatana upate mwanaume mwingine. Unakubaliwa kweli kuingia nyumba nyingine? Unajua sasa hiyo ni mambo ya mtu binafsi. Unajua hata church saizi inaweza nikataza mimi mambo. Lakini kuna mambo yenye nitafanya nyuma kama church haijui. Unajua of course watu wa church hawatakuja kila wakati kuniangalia usiku na mchana.
Kwa hivyo hiyo ni mambo ya mtu binafsi. Mtu akiokoka kuna vitu zenye hawezi fanya. Na pia kuna vile unaweza kuwa umeokoka na kuna vitu unaweza fanya. Uamuzi tu ni wako. Tuseme huyu mwenye ameachana na mzee ama na bibi yake, lakini hawezi kubaliwa kufanya tena harusi nyingine ya pili. Kuna watu nimeona wameachana na mzee wakadivorce na mtu akaolewa tena. Yes. Wanafanya harusi? Kuna shida? Kwetu kuna shida. Okay. Kwetu mkiachana ni shida kupata mwanaume mwingine. Mama Koi ndio huyo. Sasa mwanaume mzee wako umesema ati alikuwa askari. Sasa mniachana aje? Kuachana tu, mnaishi kwa nyumba, mnaona kuna vitu haziendi vizuri, mnaona hata mkiongea muelewani. Kama mimi ndio niliamua kutoka. Kama saa hii uko na watoto wangapi? Mimi niko na mtoto mmoja, lakini kuna yule nakaa na yeye. Lakini wangu mwenye nimemzaa ni mmoja. Okay. Uko na mwenye mnakaa na yeye? Wako wa rafiki tu. Kwa hivyo uko na watoto wawili? Watoto wawili kwa nyumba yangu. Okay. Mzazi mzuri. Sasa Mama Koi, kwa tuseme kama saa hii unatafuta na hata nimekupata job, na unapanga aje? Utaishi na huyo mtoto mmoja tu ama unaweza olewa kwingine? Okay. Naweza kwa sababu na yeye ashaendelea na maisha yake. Miaka 10 nimekaa nje, miaka 10 nje ya ndoa, miaka 10. Kwa hivyo hiyo miaka 10 lazima kuna mtu ameoa, ameendelea na maisha yake. Siwezi nikamngojea, na tena siwezi nikangoja ati ndoa yake na huyo mwanamke mwingine ivunjike. Na watakia mema. Unajua saizi nikienda kuingia kwa hiyo boma, huyo mwanamke ataenda wapi? Kwa hivyo mimi nawatakia mema, waendelee vizuri, lakini mimi naendelea kuomba. Mimi najua Mungu ni mwaminifu. Kenya atanitendea ni sawa. Yes. Tuseme saidi za mtoto wako unamwonaje? Kikufanyia mabaya ama tuseme akifanya makosa kwa nyumba, uwezi sikia vibaya ati huyu mtoto kwanza unafanana baba yako nini, usikie vibaya hivyo? Siwezi nikamwambia hivyo. Kwa sababu huyu mtoto kitu ya kwanza nampenda, amenivumilia. Unajua single mothers tunapitia mambo mengi. Kwa nyumba unaweza pata hata saa zingine hauna chakula, hata hauna pesa ya kulipa nyumba. Hata huyo mtoto kusoma kwake ni shida. Lakini unaona huyu mtoto wangu nampenda kwa sababu amenivumilia na ananipenda sana. Haijalishi tuko na nini ama hatuna nini, lakini ni mtoto mwenye anajua kuvumilia na ni mtoto mwenye ananipenda venye niko. Kwa hivyo hata wakati yenye naona yeye amenikosea, namuelewa vile huwa ananielewa wakati yenye tuko na shida. Yeah. Ako na miaka ngapi sasa? Miaka 13. Kubwa. Yeah, nimemlea kwanza nilitoka kwa babake akiwa na miaka 3. Umepitia. Hapo. Sasa wacha tuingie kwa Wakongo ama Wanyamulenge. Marafiki zako umewajua aje? Umejuana na wao aje? Wanyamulenge nimejuana na wao. Kwanza nikitoka huko Muthaiga nilikuwa nakaa Maji Mazuri. Hapa tu Mwiki. Kufika hapo unajua lazima mko majirani na hao Wanyamulenge. Tukajuana hivyo tukapendana. Au wakafanya nikajua wengine na wengine zaidi. Sasa wakati nilikuja hapa Mwiki, kuna wale nilijua huko Maji Mazuri. Hawa nao wakanifanya nikajua wengine, lakini nikifika hapa hapa hivi Mwiki, nikiwa hapa tu kwa chemist, kuna kijana mmoja tulijuana na yeye. Anaomba huko Calvary. Okay. Ya huyo kijana anaitwa Kagame. Lakini mtu ameoa. Ni rafiki yangu tu. Okay. Tukajuana na yeye, pia amenisaidia nikajuana na watu wengi kwa sababu wakati walikuwa wanatoka kanisani, wakikuja kwa hiyo nyumba ya rafiki yangu, anawaambia yeye ni rafiki yangu, hivyo tukajuana. Hao pia wakafanya nikajuana na watu wengi. Hawaja kupeleka church? Mimi nimesiri mbaya kutosha. Umesiri mbaya? Amenikaribisha huko Calvary. Nikaomba Calvary, nikajuana na pastor wa Calvary na wengine. Hao Wanyamulenge ni kama tu familia yangu, tunajuana. Tuko majirani na wengine huko kwa plot kwenye nakaa, tuko majirani, tuko marafiki, tunakaa vizuri. Sasa ukiwajua wakati ulianza kuwaona, umewaona ukajua kama ni marefugee, na umeona ni watu wa aina gani ama wao wenyewe wako na tabia gani? Unajua upande wa tabia naweza sema hivi, tabia ni za mtu mwenyewe.
Unajua siwezi chukua tabia mwingine nikaweka kwa mwingine. Na upande wa kuishi tumeishi vizuri. Mimi kitu moja yenye napendea Wanyamulenge wanajua kuvumilia. Na kitu ya pili wanajua kuelewa mtu. Unajua Mnyamulenge anaweza ishi na wewe kama mjakosana kwa chochote. Yaani yeye anakuelewa venye uko. Hata ukiwa unajua sisi wa Kenya tunakuanga na fujo. Mkikosania kitu kidogo fujo kwa maji huko. Kwa maji, kwa kamba, fujo ndio hiyo wa mama, lakini hawa ni watu tu wa kutulia. Wanatulia, wanakuelewa. Sasa unajua kwa hiyo process na wewe unaenda ukibadilika. Unajifunza kuishi venye wako, sasa mtaishi tu vizuri. Yeah. Hapo ni sawa kabisa. Na alafu sasa na ukajua aje lugha Kinyamulenge? Kinyamulenge ni interest. Unajua unaweza kaa na watu na unataka kujua. Si ndio? Na kuna mtu mwingine anaweza kaa na watu na hataki kujua. Lakini mimi ni ule mtu nikikaa na watu nataka kujua. Si unaona? Kama vile nimependana na SP hapa. Tunafuatana kwa church, tunafuatana wapi tunaomba, tunakuja kwa nyumba tunatembeleana vitu kama hizo. Nikisikia anaongea kitu namuuliza hivi inamaanisha nini? Naenda hivyo nikijua. Ndio niweze kukaa na wao. Kitu ya pili, unaona hiyo kazi yangu. Na hudumia watu wengi. Si wa mama peke yao wenye wanajua Kiswahili. Kuna hao wa shosho pia wanakuja. So nikijua hiyo lugha, anaweza kuja aniambie na rugwae mtukwe. Na rugwae mgituza. Vitu kama hizo. Sasa unajua akikwambia hivyo unaelewa ile sehemu yenye anaugua. Yeah. Wow. Kama wako hii. Sasa kuna mtu anakuja anakuambia ndashaka miti. Kama ujui lugha utajua ni nini? Tena wanakuambianga hivyo. Ndashaka binini. Ni mashosha ama mashosha. Hata wao mwingine wajui Kiswahili. Ati omwana arugwa vichurani. Vichurani. Sasa mama Koi, tuseme kama vitu za nyumba. Kuna vitu ngapi unaweza tambua kwa Kinyamulenge ama unaweza ongea kwa Kinyamulenge? Vitu za nyumba? Za nyumba sijajua bado. Kama viti uweze elewa kwa Kinyamulenge? Hapo sijajua. Intebe uweze elewa? Intebe by the way najua. Hiyo najua ni venye nilikuwa nimesema. Ni meza nyingine. Hata vyombo za jikoni mimi najua tu kaunga, sombe, hizo vitu jipe kia. Umeshakula? Ndio, na venye ni tamu. Ujara. Hapana. Kwa nini sasa? Na venye inachemshwa sana sio gani? Si kama hujazoea unaweza nini? Unaweza yangu ilipokea tu. Wewe ni Mnyamulenge. Kabisa. Sasa tukirudi huko kwetu, tunaweza enda na wewe. Kabisa mtaenda na mimi. Kweli? Kabisa. Umeniambia kama wewe ni single mother. Sasa kuhusu wa Kongo. Umeshaishi na wao wenye wako hivyo? Wenye wako single mothers? Nishaipatana na mmoja. Wacha nikuambie. Sijui venye watu wanachukulia single mothers. Lakini ni watu kama wengine. Na mimi siogopangi ati mimi ni single mother. Mimi naongeanga na kila mtu mwenye anataka kunifikiria venye ananifikiria anifikirie. Lakini kuna weakness niliona na watu. Kama wewe ni single mother na unaishi kwa plot fulani ama area fulani ama mahali fulani. Unaona? Watu huwa wanakuongelelea mambo mabaya. Na ujue watakuongelelea mambo yenye hujafanya na mambo yenye hayako. Unaona? Na mtu kama mimi mbeleni nilikuwa hata nalia. Hata nalalamika kwa nyumba, watoto wangu wananisikia huzuni, wananiambia mama. Sasa hizi vitu watu wanaongea, si wakuja watuulize sisi. Unaona? Lakini nikawaambia muachane na hayo mambo. Ilifika mahali nikazoea. Nikazoea watu kuongea, wanaongea venye wanataka. Lakini mimi najua sifanyi mambo yenye wanasema. Unajua watu wakiona kama wewe ni single mother, unaona kama hii chemist yangu venye ni ndogo. Watu wanauliza, hii chemist inamlipia nyumba? Hii chemist inampea chakula? Hii chemist inamsomeshea watoto? Si ndio? Lakini hawajui mimi naishi aje. Au wanakaa hapo nje wakiangalia hii chemist inafanya hivi na hivi na hivi na hivi, unaona? Wanajiuliza maswali. Sasa kwa sababu ya kujiuliza hiyo maswali, wakiniona nimesimama na mtu, kama ni mwanaume tunapiga story. Hata nikimkaribisha kwa nyumba yangu, hawajui tunaongea nini. Au wanafikiria tu kuna mambo mengine yanafanya nini? Yanaendelea. Na kesho wakikuona na mwingine ni hivyo hivyo. Na ni wamama tu wa mtaa hapo wa area ndio wataanza hizo story. Na unajua mama mmoja akiongea kitu itajaa Kasarani mzima. Yes. Na unajua mambo yenye anaongea si ya ukweli. Nakumbuka mimi kuna wakati kuna jamaa mmoja na ni Mkongo, alikuwa jirani yangu.
Unaona? Unajua siwezi sema mambo yake. Ati namjua kama alikuwa ameokoka ama ni, lakini mimi kwangu nilikuwa najua ni mtu ameokoka. Na mimi ni mtu najua Mungu na nimeokoka. Sasa mara nyingi nilikuwa naenda kwake tunaongea tu mambo ya Mungu. Lakini watu walikuwa wakiona juu mimi ni single mother. Na yeye bibi yake alikuwa ng'ambo. Nikienda kuongea naye wakaanza kutoa story mingi, mama Koi anafanya hivi. Yaani ikawa ni vita kubwa. Mpaka ikafika mahali nikasema wacha niache tu kuenda kwake. Lakini Mungu mwenye ako mbinguni na aliye hai anajua ni ukweli, hakuna kitu kilikuwa katikati yangu na huyu mwanaume. Lakini sasa unajua huwezi enda kwa watu uanze kujitetea. Sasa hiyo ndio single mothers wanapitia. Kuwekelewa maneno na kudharauliwa. Unaona? Hata ukiingia kwa nyumba ya mtu anasema huyu anakuanga na hizo tabia sijui nini. Hata unaona wamama huku nje wenyewe wanaanza kuongeleshana wenyewe kwa wenyewe. Hatunakubali huyu anaongea na bwana yako. Huyu anakuanga na tabia mbaya, anakuanga na hizo tabia. Na saa hizo wewe hizo mambo haufanyi. Hayo mambo hauyafanyi kabisa. Wewe tu ni kuongea na kupiga mastori kama kawaida, unaona? Sasa watu wamekaa ni kama wana reject. Sijui kama unajua maana ya kureject. Kureject ni kukataa. Wanakaa ni kama wanakataa single mothers kwa kijiji. Wanakaa ni kama wanawatenga. Na hiyo si jambo nzuri. Mimi ninaamini hata kama mimi ni single mother na nafanya hivyo. Na kama mimi kweli mimi ni Mkristo na naona single mother kuna mienendo wanaenda si mzuri. Nafaa kujitolea mimi peke yangu. Niende nimkalishe chini nimuongeleshe. Nimwambie mimi najua hauna bwana na hivi na hivi na hivi kunaenda. Mimi ningependa uokoke ama ningependa ufuate njia, unaona? Lakini unajua kuongea mambo juu ya mtu na mtu hajafanya hayo mambo ni uchungu. Unasikia uchungu. Na kuna wakati ni unasikia uchungu, hata ukijaribu kujitetea wanasema, unaona amekasirika, anajitetea kwa sababu ni ukweli. Kwa sababu watu wanaamini wakati ni unajitetea, hiyo mambo unafanya yenye watu wanasema unafanya ni ukweli. Yes. Single mothers wako na shida. Sisi single mothers hatufai kusimama na bwana wenyewe. Ni kumaanisha tuko na wewe urafiki ya kimapenzi. Sisi hatufai kusalimia watu, hatufai kucheka na watu. Tunafaa tu kujifungia kwa nyumba tukae juu sisi ni single mothers. Mimi siwezi. Ati wewe huwezi. Hiyo ni ugonjwa mbaya siwezi. Sasa utaongea tu lazima. Mimi naongea na kila mtu na mwenye anaona hataki kuongea na mimi ni sawa. Lakini mwenye anafurahia kuongea na mimi nimemkaribisha. Mimi hata watu wakiongea, mimi huwa siogopi. Mimi nazaambia single mothers wote wenye wananisikiliza wasiogope. You should not fear. Usinyime maisha yako furaha na raha kwa kutokuongea na watu na kwa kutokupenda watu. Unajua kuna wakati mimi nilikuwa nasikia watu wananiongea hivyo. Naogopa mpaka nakaa kwa nyumba, siku anaongelesha mtu. So unaona hapo unakaa ni kama umerejectiwa. Ni kama roho ya rejection na kufuata, ni kama kukataliwa. Lakini ilifika mahali nikaambia Mungu, watu wamesema chenye sijafanya. Na mimi nitaanza kuongea na kila mtu. Kwa hivyo sikuogopa. Niliongea na watu, hata watu wakisema hata wafanye nini. Nitakuja nikwambie ni kama nalalamika lakini narudi tu kuongea. Mimi sitaogopa. Juu sasa siwezi jinyima furaha yangu. Unajua mimi ni mwanabiashara. Na mwanabiashara huwezi niambia ati nitaongelesha wamama peke yake. Hata hapo kwangu watu wakikuja kwa chemist nitaongelesha pia wanaume. Na unaona niko na challenge kwa sababu kuna wanawake wengine hata wanakataza mabwana zao wasikuja hapo kununua kwa madawa. Yes. Wanawaambia usiende kwa chemist kununua dawa, huyu mama anakuanga malaya, vitu kama hizo. Siogopi kusema ni ukweli. Lakini Mungu anajua ukweli. So single mothers wasiogope. Kama mtu anauza kitenge auze. Naongea na kila mtu, huwezi jua baraka yako itatokea wapi. Yes, unajua mimi sasa naweza sema siwezi ongea na mtu juu mimi ni single mother. Na nikifika hapo huyu mtu anaweza nionea huruma, labda ako na kampani kubwa niandike kazi. Lakini kwa mind ya watu, mindset ya watu inakuanga tu kulala na kufanya usharati. Watu wajuangi ati kuna vitu zingine nyuma ya usharati. Yes. Sasa kuhusu watoto mama Koi, labda wewe hauna watoto wengi lakini kuna single mothers wenye wako na watoto 2, 3, 4 kwenda juu. Sasa kusaidia kulea watoto wanapitianga aje? Watoto wanapitia mambo magumu kwa sababu najua kwanza huyu mtoto mara ya kwanza alikuwa anaishi na baba yake. Alafu inafika mahali anaona baba yuko kwa nyumba. Unajua mtoto ukitambua aendelee kukubali ati mimi baba yangu hayuko. Na mama amuelezee sababu za kutosha kwa nini wametengana na baba yake na kwa nini baba yake hayuko kwa nyumba. Lakini wakati inafika tu mtoto anazoea kukaa na mama yake, kile tu utafanya unakuwa double. Unakuwa baba na mama. Unamuonyesha upendo yenye uko juu. Wakati anafanya makosa unamrekebisha na upendo. Na ni kuomba tu Mungu. Ni kuomba Mungu kama mimi siwezi danganya. Maisha yangu ni maombi. Hata watu hapa wananijua mimi ni mtu wa maombi. Na mimi nimekuwa nikiomba Mungu sana na ndio unaona watu wanashangaa hii chemist inakulisha, hii chemist inakuvisha, hii chemist inasomesha watoto.
Actually nimekuwa nikiomba Mungu sana, na kupitia hiyo maombi Mungu amenipatia usaidizi. Watoto wangu wanasoma, huyo mwingine mwenye nakaa naye mwenye si wangu ako form 3 na huyu mwingine ako class 8. Mungu tu ana provide. Kwa sababu niko na marafiki. Hiyo tu kuongea na watu, niko na marafiki. Marafiki zangu hawajakubali niaibike. Wamekuwa na usaidizi mkubwa kwa maisha yangu, wamekuwa wakinitetea, wananiletea vitu. Niko na marafiki zangu wenye tu wananiangalia, mtu anakuja na kuambia mama kwa hiyo uko na unga, anakupea. Mama kwa hiyo uko na mchele, anakupea. Mama kwa hiyo shika hii 200, enda kunywa soda. Fanya hivi, yani unajua ukiomba Mungu na utegemee Mungu na usimame na uaminifu na utakatifu, Mungu atatumia njia zake kuhakikisha umekula, umekunywa na umevaa. Unaona? Lakini sasa unajua shetani kwa sababu ya wivu ndiye anakuanga na hayo maswali. Huyu, lakini Mungu anatenda, kuna njia zake. Kuhusu Wakongo ama Wanyamulenge, unaona ni nini wanaweza fanya? Unaonanga kuna vile hawaelewani wa vijana wa Kongo, unasikia mara amegongwa, mara amefanywa nini. Kitu ya kwanza naweza sema, watu wakikaa pamoja ni vizuri kuelewana, lakini pia unajua kuna wakati wanakosana wa kutokupenda. Kukosana wewe inakuja na ni kawaida, lakini sasa inalingana vile mtasuluhisha mambo yenu. Unaona? Hata mimi kuna wakati nakosana na wao na nakasirika. Lakini unajua shida yetu sisi wa Kenya ni moja, lakini si eti naonea wa Kenya. Ni wenzangu. Shida yetu sisi hatujui kunyenyekea. Hiyo ni kitu imetushinda. Unaweza pata tunakwaruzana na mtu, lakini ili kurudi chini nimwambie pole ni ngumu. Lakini kwa sababu nyinyi mlipatiwa hiyo karama, unaona wakati hao vijana wanakaa na hao vijana wa Kenya, wakati wanaanza kugombana, wakiwaambia tu hivyo pole, inaisha. Si lazima waende kwa ile physical fight wanapigana, kuaibishana, vitu kama hizo. Mimi nazaambia vijana wa Nyamulenge, si ati tunaweza sema ati nchi ni yetu, kwa hivyo tunaweza wafanya venye wanataka. Lakini mimi nazawaambia tu wanyenyekee, kwa sababu wako kwa njia ya kwenda mahali pengine. Watulie na wanyenyekee, wafike kwa hiyo njia. Na mimi naamini ati mtu akienda kanisani akiomba, kupatana na vitu zingine ni ngumu. Kugwarusana ni kawaida. Hata unaweza kuwa umesema leo kuanzia leo asubuhi mpaka jioni mimi ni kuomba. Lakini ukifika kwa plot unapatana na kitu, lazima utakosana na mtu. Hiyo ni kawaida. Lakini sasa unajua hiyo kujiepusha. Sana sana naona hawa vijana wenye wanapigana kwa barabara ni wale wenye wanakunywa pombe. Labda wanatumia bangi. Sasa unajua wakitumia hizo vitu wanakosa control, wanakosa kujizuia. So hizi vitu za madrugs zenye wanatumia ndio zinafanya wanapigana. Kwa sababu mtu hawezi kujielewa anafanya nini kwa hiyo wakati. Lakini mtu mzima akili kupigana ni ngumu. Sasa mimi nazaambia hawa vijana na hawa wasichana wasijihusishe kwa hizo mambo. Na pia kuna Wakongo wameshaingia kwa hizo vitu. Wanyamulenge. Hiyo ni ukweli. Kuna vijana wa Nyamulenge wamejihusisha kwa hizo vitu. Hata nakutana nao wanavuta sigara hadharani, wanakunywa pombe hadharani, wameingia kwa hiyo maisha. Sasa ni nini unaweza wa advise? Mimi naweza wa advise tu kama mzazi venye naweza patia mtoto wangu mawaidha. Unajua sisemi ati Wanyamulenge wako na makosa wakitumia hizo vitu. Unajua kuna rika fulani inafika, hii adolescence. Watoto wakishikana pamoja, kuna vitu nyingi zenye huwa wanafanya zenye mzazi hajui. Na hapo huwezi laumu mzazi useme ati mzazi amekosa kusaidia mtoto wake. Juu unaona wakienda huko kwa shule, wanapatana na wengine. Na wanaingizana kwa hizo vitu kama mzazi hajui. Unajua kitambo mzazi hajui ati mtoto wake anavuta bangi itachukua muda. Huko kwa shule anapatana na wengine, wanaenda wanajificha huko kwa choo, ama kutoka kwa shule wanajificha mahali wanavuta hizo vitu, anakuja nyumbani mzazi hawezi jua. Sunday anaenda kanisa kama kawaida, wazazi wanajua mtoto wangu ameokoka. Hizi ni vitu wanapata kwa shule. Wanapata kwa shule mahali penye wameenda kusoma na wengine wameungana na watu tofauti. Mimi kitu yenye nazaambia hawa watoto tu, mtoto mzuri anajiwanga kitu mbaya na kitu mzuri. Kwa hivyo achague kufuata mema. Achague kufuata mema kwa sababu itamsaidia. Hizi vitu zenye wanatumia hakuna mahali zinawapeleka. Ni kuharibu afya yao na kuharibu maisha yao na kuwapotezea wakati. Yes. Reka dusoze dushimira uyu mumama. Mu byukuri ni umwana mwiza cyane, akunda abantu atitaye wenda ngo uri mwene wabo, akunda n'abandi nkatwe b'abanyamahanga. Reka tumushimire mu byukuri, dushimira namwe mwese mwaba mukomeje kudukurikirana umunota ku wundi cyangwa se umwanya ku wundi. Mu byukuri turabashimiye kandi tubifuriza n'amahoro ya Nyagasani gukomeza kubana namwe. Ciao.